Naona mmefanya kazi nzuri. Maana sijasikia habari zozote. Ndiyo mtukufu. Tulikuambia kwamba huyo binti ameingia kwenye msitu wa Nyabichune. Hawezi kutoka kabisa. Hata kama angetoka, angemwamini nani? Ni kweli. Sawa sawa. Hakikisheni hizi habari haziendi kokote. Ndio mtu. Gangwe mtukufu mfalme. Abaiya. Gangwe. Abaiya. Mtukufu mfalme, ninaomba uahirishe sherehe za kuchagua mwanamke mwingine kwa wakati huu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kila ishara mbaya juu ya ufalme wako mtukufu. Maduru, lini utakuja kwangu na habari njema juu ya maisha yangu? Hapana mfalme. Hili swala ni la muhimu sana juu ya ufalme wako. Na nikisema sitaki, nini kitatokea? Narudia tena kukuuliza. Nikisema sitaki, nini kitatokea? Mtukufu mfalme, kauli yako na iheshimiwe. Uishi milele mfalme. Ila nilishangaa. Nikawa nashangaa naangalia. Kwani mfalme anataka kuchagua wewe mke wangu? Ila nikasema kwamba kweli nimegundua mke wangu hajui kucheza ngoma. Mume wangu. Kwa wale watu wote mimi ndo sijui kucheza ngoma. Kwa ngoma gani zile uko unacheza pale? Nikawa na kuangalia nikasema kweli. Hata hapo. Ila basi ni kila mtu na uwezo wake. Basi wewe ulinipendea nini? Kwanza heshima ya mwanaume ni kuwa na familia. Umeona? Na ukiwa kama mwanaume uliokamilika lazima kuwa na familia. Hata mtu jirani akija mwanamke yupo kaugali na nini, vitu vingine vinajulikana tu. Ndio maana nikakupenda, nikakuweka ndani. Mume wangu umenikumbusha. Kuna mambo hivi yanaendelea hapa tokea mfalme alipoingia madarakani. Sawa. Mabinti wanapotea, wanakufa, wengine wanakutoa wamebakwa, alafu wewe ni mlinzi wake pale hivi. Hivi hayo maneno unayoyaongea yanatoka kwenye akili yako kweli? Lakini nimeukataza. Kwa hiyo na wewe ni mmoja wa wale ambao ni wanampinga mfalme, si ndio? Mimi kazi nafanyia wapi? Unategemea mimi kwanza ndio mlinzi wake, na mimi pale ndipo kazi yangu inapofanyikia. Sawa? Sasa unapokuwa unampinga, unatangaza hiyo sifa mbaya, unategemea kwamba mimi yani niachishwe kazi tuishije sasa? Haya maneno uliyoyatamka wewe, nikisikia mtaani yameenea na chanzo ikawa ni wewe, adhabu ambayo itafata kwako mimi sitahusika. Nipatie maziwa. Itabidi hili swala tuliahirishe. Maana mganga wetu wa kijiji amelipinga sana. Tangu ufarume na ufarume. Mfarume gani anakuwa na mwanamke mmoja wakati wa mavuno? Sasa hivi itabidi uongeze wawili. Mfalme ametabiri nini juu ya utawala wako mpaka apinge jambo hili? Hapana. Hamze Mandela anatakiwa awe na wanawake watatu au wanne kwa wafarume. Takuacho na mmoja tangu enzi mila na mila.
walikuwa wakioa wanawake 5. Anataka kuone. Alafu leo anapinga. Mimi naona ndio itakuwa mara ya kwanza mfalme kukaa na mwanamke mmoja. Itabidi iwe hivyo. Mganga ameisha pinga na ninamwamini. Mfalme, Sitaki kupingana naye. Mzee Mandela, Aitwe. Naona mnakumbushia enzi za utoto. Ndio Malkia. Inukeni, mimi sipendi mnavyoniinamia. Nadhani wote mnafahamu habari iliyoko mtaani. Malkia, mimi habari ninayofahamu ni kwamba kuna sherehe zinafanyika za kumleta Malkia wa pili. Malkia, hata mimi nafahamu hivyo hivyo. Kwa mjasikia huko mtaani labda kuna msichana anatokea koo fulani au kuna mtu ananyemelea umalikia? Malkia, nani wa kukuzidi? Nani wa kukufikia kwanza ulivyo? Mimi habari ninazozifahamu ni kwamba tu kuna sherehe zinafanyika za Malkia wa pili. Lakini hakuna hata angekuepo Malkia, amna wa kukuzidi. Ndio maana nawapenda vijakazi wangu. Basi sawa, endeleeni kucheza. Mimi niko ndani napumzika. Sawa Malkia.
Tukufu mfalme. Sijui ni binti ya namna gani. Amenipotea kwa mazingira ya kutatanisha sana. Nimeshindwa kumpata. Unasema nini wewe? Nisamehe mfalme. Kwa kasi uliyotoka nayo hapo nilijua utakuja naye. Tukufu mfalme. Mwenye amenishangaza. Yaani nimeshindwa kuelewa. Gangwe. Abaya. Maduru. Uko kwenye misunguko yako. Ndiyo wazee wangu. Unajua amani ya ufalme huu inawategemea watu kama nyie. Si ndio mzee Mandera? Si unaona mvua zinanyesha manyunyu manyunyu. Misimu imekubali. Kwa sababu ya nyinyi waganga. Ni kweli mzee wangu. Lakini imekuwa vizuri tumekutana hapa. Nilikuwa nimepanga nije niwatembelee. Ndio. Lakini imekuwa vizuri tumekutana hapa. Maduru, tunakusikiliza. Aseme. Ni sawa. Siku za hivi karibuni mizimu imenipa ishara. Hususan kwenye hizi siku ambazo mfalme anataka kuchagua mwanamke mwingine. Mfalme hataki kuchagua mwanamke mwingine kwa sasa. Maduru. Kwa nini kuna kitu gani kinamzuia kuchagua na wakati huu ni wakati wa mavuno? Anatakiwa apate wanawake wawili, watatu au mmoja, au sio? Ndiyo mzee Mandela. Lakini Maduru, mimi najua hii kazi umerithi kwa baba yako. Kumbuka baba yako wa kipindi akiwa anaendeleza kazi hii, mbona haya matatizo hayakuwepo? Wewe umeyatoa wapi Maduru? Wazee wangu, kuna ishara moja mbaya sana kwenye ufalme huu. Kama mkimruhusu akachagua mwanamke. Wazee wangu, sipo hapa kwa ajili ya kupinga mila zetu, ila nipo hapa kwa ajili ya ufalme wetu, pia kwa ajili ya mfalme. Mkimruhusu akachagua mwanamke mwingine, naona kuna tatizo kubwa sana kwenye ufalme wetu. Haya, tuambie matatizo yataisha lini? Maana hata wana kijiji hawatakuelewa Maduru. Maana wanataka mfalme aongeze wanawake.
maana ni swala ambalo limezoeleka kuanzia enzi na enzi wafalme waliotoka. Nipeni muda nikasikilize mizimu itasemaje. Mzee Mandela, unalisikia hii? Ngumu. Maduru, tumekupa muda. Mzee Mandela, twende. Haya, sawa sawa. Kwa hiyo mpaka sasa mjampata yule binti? Mfalme, kwanza ajulikane huyo binti ametoka katika koo gani. Kwa hiyo tunafanyaje? Mfalme, kwa nini usiruhusu sherehe zifanyike? Anaweza akaja kwenye sherehe. Ni kweli. Sawa. Itabidi niandae sherehe. Sawa Kohe? Sawa mtukufu. Si binti mwenyewe ndo huyo hapa? Ndio yeye. Subiri, utamuogopesha. Acha nimfuate mwenyewe. Mtukufu mfalme. Na wewe vipi huku? Mtukufu, nipo naangalia maeneo ya himaya yetu kuhakikisha tuko salama mtukufu. Sawa. Kirigiti. Kohe. Tunaweza kwenda nyumbani. Tembea. Mtukufu Malikia. Malikia mtukufu. Nisamee mimi. Nisamee mtukufu Malikia. Niko chini ya miguu yako, nisamee mtukufu Malikia. Malikia mtukufu, nisamee mimi. Nisamee, niko chini ya miguu yako. Mtukufu, nisamee mimi. Nisamee na familia yangu. Niko chini ya miguu yako. Wewe, nimekuagizia wajumbe mara ngapi? Mtukufu Malikia. Wewe unajitia jeuri. Nimekuagizia wajumbe mara ngapi? Sasa basi, chaguo ni kwako. Ardhi au familia yako? Utaamua wewe kipi cha thamani kwako. Nisamee Malikia wangu. Nimekubali kukuachia kila kitu. Nisamee mimi na uzao wangu. Kila kitu nimekuachia. Nisamee mimi na familia yangu mtukufu mfalme. Kwa upo tayari kuachia ardhi? Nimekubali. Yote nimeachia, niache familia yangu. Malikia. Vizuri sana. Mimi napenda watu waelewa kama wewe. Uwe na siku njema. Babu, kulikoni? Kumekuwa nini? Mjukuu wangu. Nikatweni. Mungu wangu. Kumekuwa nini? Babu, tumekuwa maskini tena. Kwa lipi? Malikia amechukua mashamba yote, mjukuu wangu. Tumefilisika. Mganga Maduru, kiukweli nafurahishwa sana na utendaji kazi wako. Asante Malikia. Na nimesikia kuwa wewe ndio uliyezuia mfalme asioe mke wa pili. Ndiyo Malikia. Umenifurahisha sana. Hivyo nimepanga kupatia zawadi ya ardhi hekari 80.
Na kingine, kazi ya hapo hapo, hapaswi kuongeza mke wa pili. Sijui umenielewa? Malkia, nashukuru sana kwa kutambua uwepo wangu. Lakini Malkia, mimi sijamzuia mfalme asioe. Ila ni mizimu. Mizimu ikikubali, hata leo ataoa. Sitaki kutambua ni mizimu ama ni wewe. Ninachokijua hiyo mizimu inamilikiwa na wewe. Hivyo basi, iwe mizimu imeamua ama wewe, mfalme hatakiwi kuongeza mke mwingine. Sijui umenielewa? Ndiyo Malkia. Lifanyie kazi.